kama umemkasirisha Mungu, unakosa kubadilika. Ole wako. Anevena waku. Somebody is taking your position. Mondo ni alaikere hive nyali yaku. Kwa sababu ulikataa kubadilika. Mondo ni olaita gosha eji. Dirani ya Sauli haha. Naongelesha Shauli hapa. Nachokenelie Daudi. Na ninene Daudi. Mwadenya wao mozi. Siku ya leo. Nachanelie nyumba ya Jesi. Na ninene nyumba ya Jesi. Torunongi ya nyumba ya Jesi. Lazima katika nyumba ya Yesu. Etekera Daudi itenelie maguta. Wakubali Daudi ateuliwe. Torunokulukulia numena vena. Kama kuna watu wako na shida. Nyumba ya Jesi. Nyumba ya Yesu. Matirenda ndo matuka tereka. Haki watu watumike. No mudhiri. Lakini leo. Wapa kualia na nyumba ya Jesi. Nataka ninene nyumba ya Yesu. Terere. Niwaambie. Ine wa familia yanyu. Katika familia yanyu. Ineona ila Daudi. Mungu amejionea Daudi. Sema amen. Hallelujah. Amen. Dirani ni yanu watatu. Na nenea watu watatu. Nyumba ya Jesi. Nyumba ya Yesu. Charelie nyumba ya Jesi. Ninene nyumba ya Yesu. Joke charelie. Wakati wako umeisha. Ona vile waforoli. Hata katika nchi. Ongogelia kiugogeke. Kinena neno hili. Ya vile waka. Na nena katika vile waforoli. katika nchi. Kule kendo kayarajeri. Kuna kitu Mungu ameniambia. Ya tuwale kiumia. Wakati tulikuwa Akijira kwenda kitu kitabu interchange. kuna kitu inaitwa interchange. Na kiulia kanisa totia ngome tugone kugati. Akauliza kanisa ni kusemaje? Ogaya kitaulira. Mungu mwenyewe akatafsiri. Kamotira kana. Kimuria ndiye athomete. Akasema mimi sikusoma. Na ndade kilo kiwa interchange. Na ameandikiwa interchange. Na kiwa interchange ile achoe. Na akasema yenye anajua No ya getaroha ufarafara. ni ya Getaro hapo kwa barabara. Ndio amakiwa. Yenye anasikia watu wakisema. Mwadhani yako mimi. Bwana Yesu asifiwe. No kisoka ngeni watere. Akaambiwa ya kwamba Kainiana leo garo Mungu analeta mabadiliko. Ile wakigogona kia believers. Katika madhabahu ya believers. Nitoikareirwo the. Tumekaliwa chini muda mrefu. Amwe nani atuishiareire. Wengine ni wenye tumezaa. Na no maragia. Na wananena. Na no toiguaga. Tunasikia. Ageneacha. Wengine ni nje. Ni aterere. Lakini ni kwamba. Zaino wa nyumba ya Jesi. Katika nyumba ya Yesu. Kaide iwete. Mungu amesikia. Akona. Na ametazama. Kule kamwe. Kuna moja. Atetwo. Ambayo imetupwa. Atigetwo. Ameachwa. Aha. Emewe. Unajua. Arujiare kana ongera kumenya mbegu ya Ngai. Ukitaka ujue wewe ni mbegu ya Mungu. Either wewe. Kwanyu okore bia ne ciathira nduguthoma. Ukute kwenyu pesa hakuna uwezi soma. Taru gwito baba kuire ore ndasi yaro kuimenya agethi. Kwao baba yake wakati amezaliwa baba akaenda. Munanielewa? Okoma kigeria mundu uyu takana tuweke kitu. Shetani akijaribu mtu huyu asiwe kitu. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ndimwiraga nindakuite hindi imwe. Anawaambianga nilikuwa nimekufa siku moja. Ndimwiraga kuhindi ndokire kuonwo ni makazini makwa. Kuna wakati alikuja kutembelewa na kazini zake. Ni kanini makejike iguru ngegwa ngiambage kwa. Akiwa mdogo akamrusha juu akaanguka akakufa. Madhama igano. Masaa kadhaa. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ngai akigwa kirero kia mami witu. Lakini Mungu akasikia kilio ya mama. Akijokia mwoyo. Na akamrejesha uhai. Muone mami wacheraga. Lakini ni mama alimueleza. Mwathani ongeni anyonirie no wangoithetie. Siku nyingine akanionyesha ni nani aliyemnyangusha. Na wakasalimiana. Na wakasameheana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mundu wa Ngai ni ageragera mathina maiki. Mtu wa Mungu hupitia shida mingi. Muthina ndemenyaga. Lakini shida hajielewi. Shari batimenyaga. Hata wazazi hawajui. No akoro nenda kumuthomithia. Anaweza kuwa unataka kumsomesha. Arega thukuru. Akatae shule. Na wewe utone ugeta mwana ni akuremire. Na wewe useme mtoto amekushinda. Lakini iliyo ndani yako ni mbegu. Itaraiguanda. Ambayo isikiza na mambo ya ulimwengu. Lakini hatujui. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kama ni dhambi. Tunasema ameiga tabia. Lakini kuna jambo. Mungu ameweka jambo tofauti ndani ya hiyo mtu. Katika historia kunasemekana Daudi alizaliwa na babake akiwa mrevi. Lakini babake aliwazia ni mtoto wa nje.
A story of another day. Hiyo ni story ya siku nyingine. Amen. Ndio aterere. Lakini ni kwamba huyu mtoto ni wa baba yake. Kwa maana baba na mama waliachana miaka mingi. Kuna venye kulienda. Mamake akacheza mchezo. Yesu akakuja akiwa melevi. Na mama akapata na huyo aliishi kuchukiwa. Aliwaziwa, alizaliwa nje. Akuchunga kwa Daudi. Sikuchukiwa. Alionekana fai. Lakini ni kwamba machoni pa Mungu alistahili. Nyumba ya Yesu kujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna mahali tulisoma. Hata wakati Mungu akasema kuna familia ya Yesu. Tumegoma tu kujua. Mmoja ya karusi. Amuelewi. Kuna nyumbama tu kujua. Mbama iko Kanduma. Mtu amezaliwa Kanduma. Ametoka Kanduma. Mahali hakuna mwangaza. Mtu ambao umeacha. Mungu akazunguka. Akaingia karusi. Akachagua Daudi. Amen. Tuendelee. Utamulilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa, asiwamiliki Israeli. Wacheni niwape hadithi. Hii madhabahu walikuja kushuhudia mtumishi aliyekuwa mahali hapa akiteuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa amewaalika. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa wameketi nyuma. Na wakaomba sana. Walikuwa wakiombea ule mtumishi. Mungu akawaambia pana. Huko ni kwenu. Nitawaambia ukweli. Wakiwa na Samu. Akasema hii madhabahu nitakuleta hapa. Kwa maana wakati sio hapa utaupinga. Bwana asifiwe. Hiyo ndio madhabahu ikazalika. Hiyo wakati mwingine ile ambayo imefanya usibarikiwe. Daudi anatiwa mafuta akiwa kwenye kazi. Lakini ndugu zake wako nyumbani wakichoma mahindi, wakifanya venye wanafanya. Naye Daudi akatumaniwa akiwa katika malisho. Siku ya leo kama hatungekuja hiyo hatungekuwa hapa. Ile ambayo imefanya kukosa kutoka Daudi. Kulikuwa na watu warembo sana. Walikuwa nyumbani. Hamuoni kama mtumishi amefanya kazi hapa? Hii madhabahu ni rembo. Kuna jambo mnaelewa? Kama muelewi sitaendelea. Siwezi poteza wakati. Bwana Yesu asifiwe. Iposa Daudi atiwe mafuta. Daudi hapo katika kazi. Mafuta Mungu anaangalia penye inaenda.
araitereria. Anaangalia nani anamwagilia. Kuna ndo maitererio maguta maturagia bara meshi. Kuna watu walimwagiliwa mafuta wanaishi na vita. Wewe ndio understand maguta ni kugamba. Wewe utaelewa mafuta ni kusema nini? Waitererio maguta umera. Wakimwagiliwa mafuta toka. Haleluya. Haleluya. Kumarira Daudi itererio maguta. Wakati Daudi alitiwa mafuta. Nusu nako milele. Huyo mtu hakulala tena. Haleluya. Haleluya. Angumenda maguta. Watu wako na mafuta. Maguta manyu. Na mafuta yenu. Marutinia wero ni otagereye. Unafanyisha Wera no chuko. kazi ni masekezi. Na kufunga. No mudi. Lakini leo Kuhetokera maguta mayagaye. kupitia hii mafuta Mungu amemwagilia. Kupitia mafuta ya solo. Roho ya kufunga. Aha. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tuika kwa ukienda. Aha. Jesus full time. Jesus Full time. anaanza kukodeni one time na two time. Lakini Jesus Full time. forever And ever. time. Sema amen. Forever time. Arambe kwa maana ameingia. Uone mwanasiasa ingine uko kanisa waje kwa kanisa utole mkiwe. Ukiona mwanasiasa akiingia unasema kanisa mnajua. Tumana harambee yako ura keyboard. Tulikuwa na harambee ya kinanda. Ashirika makanisa wale. Mtu kadiri. Harambee. Mwana ya roshi. Bwana Yesu asifiwe. Programu isaidia. Kuna programu ubadilishwa. Kwa modo waikira. Kwa maana kuna mtu ameingia. Ni mnani dai. Unanielewa? Aujia vikosi ile. Watumishi wa siku hizi. Uje hado meridere. Kama ulikuwa uhubiri watu warekebishe. Kuingia mwanasiasa. Ukiingia mwanasiasa. Ukaiganganyana kweli. Unasema Mungu amenena. Kwenda ndo kuitereria maguta. Na watu watamwagiliwa mafuta. Na maguta Maria ya connect. Ya ile mafuta Mungu amekupatia. Kingile anointing. Nani ni anointing? Kingile. Anointing. Anointing. Kwa ya washo. Aujia. Watumishi. Makutokana udelio. Yako zitumie hivyo. Ate Mungu aliniambia. Gani anajerira. Hii mafuta imetoka Israeli. Mafuta mama Israeli. Hii imetoka Israeli. Maumeta Israeli. Sasa hii ukipakwa. Maya wako. Hata uende wapi kusimama hata South Africa. Onogeni South Africa kwa utachaguliwa. Ate ni kingine. Anointing. Message katia. Inabadilishwa kwa sababu ya binadamu. Ndio wa Mungu. Hubiri Kenya Mungu alikuwa amekuambia. Mazie matahogete. Ndio wakuchukie. Mazie matahogete. Ndio waende bila kutoa sadaka. Baba ya Yesu. Amen. Mwana ni dereka turarire. Mungu hawezi fanya tulale njaa. Na turarire. Hata tukilala njaa. Gaire. Mungu Nioi. anajua. Woturoge toke. Tunaweza fanya. Ikaikoka. Biblia inasema ya kwamba Mungu kumuuliza kwamba turoreragira mundu ndegete. Utaishi kumlilia mtu ambaye nimemkataa. Akamwambia jaza mafuta kwenye pembe. Uende nyumbani kwa Yesu. Uende. Ukamule dukata yako. Ukateue mtumishi wangu. Na kekigatia. Aha. Biblia inasema ya kwamba kwa Yesu Bethlehem maana nimejipatia mfalme katika mwanawe. Sikizeni watumishi wa Mungu. Katika Bethlehem Mungu amejionea mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumekuja kushuhudia mbele ya marafiki na wazazi na madhabahu katika mji wa Karuse kuna mtumishi Mungu amejitafutia. Bwana asifiwe. Sauli atajwi sana. Faili yake imeondolewa. Tumeachwa na boma ya Yese na Daudi mwenyewe. Amen. Aha. Samueli akasema amudole muno to dati kiuta kitu kimwe. Mwana tabela utamuno moga keje. Na utoke mwagagira ndole daiwa keke nikira kitu kitu. Kaimia kode ilia. Biblia inasema kwamba hapo mbili Samueli akasema nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Baiwe. Ebu sikia. Ate mtu dukata ya gai. Mtumishi
mtumishi wa Mungu Samueli akasema nitaendaje? Na mfalme Sauli akisikia ataniua. Bwana Yesu asifiwe. Kama tungesema kuna mambo ambayo haisemi, hata ule msichana ambao mlikuwa naye shule ingekuwa hapa, angekuja na mtoto ambaye anakufanana, wangeleta mtoto hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sauli atafurahia. Hamuonagi wakati wa siasa unajua tuko wazuri. Amen. Kama tungeenda Kanduma, kama tungeenda Kanduma ndio ungeona wengine wakichechemea wakisema usimwagilie mafuta. Lakini ni kwamba Mungu akatuma Samueli ndio utafanya kuwangotu beba kwa Sauli ndiposa sikumaliza asiwe na jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo nataka nikwambie ya kwamba Mungu ameteua siku hii. Wakati tulijiandaa kuingia, Mungu akamtuma nabii wake na akamwambia kabla bishop kuingia akuje na mweleze ya kwamba katika hii madhabahu kuna maji machafu yameonekana yakitoka yakienda na mengine masafi yakaanza kuchipuka. Walio katika roho wanaweza jua hili na waseme laini ni mzuri na waseme iko clear, kwa maana Mungu ametakasa. Mungu hajengi juu ya mjengo mwingine. Anaanza kupanda upya ili ambayo ni yake. Na ndiposa nataka kukuweka huru. Nikwambie ile inafanya tukiokoka tunasota. Ni kwa sababu wakati hatukuwa tumeokoka, kuna wakati tulikuwa tunadanganya mambo ambayo ungefanya ndiposa upate pesa. Nataka kukuweka huru. Nikwambie kilichofanya wakati uliokoka ukakosa pesa, unaishi kuuliza Mungu. Unauliza Mungu kwamba hatukujuana vizuri, nilipata mali kutoka niokoke, niliacha ukahaba, lakini sina pesa. Nataka nikuweke huru. Ile mjengo ambao ulikuwa nao lazima ibomolewe. Ujengwe upya. Biashara ambazo ulikuwa nazo lazima ziondolewe. Sasa ujengwe upya. Lazima kwa Daudi lazima abomolewe. Atoke kulisha aende